Yes. Labda tukiingia katika safari yako sasa ya tukio ambalo lilikuwa limetokea pale shuleni, mahali ndio hilo ndio ushuhuda ambao, kwa sababu hiyo ndio nusura ambayo Mungu alikunusuru, ambayo inakupa kila sababu ya kusema kweli Mungu aliniita katika huduma. Yes, labda tu kama haingekuwa mwito ambao Mungu alitia ndani mwako, huenda hiyo ilikuwa siku yako ya mwisho kuishi. Yes. Labda tu ukaweza kutukuzia na ni vipi ulijipata kwa pale Masaba, kwa sababu wengine wanaweza fikiri labda wewe ndio ulikuwa wewe ndiye mwizi, kwa sababu huenda hiyo kitu ilifanyika. So labda tu kwa ufupi, ulikuwa umepatikana namna gani pale na mpaka hilo tukio lilivyotokea? Nina mwalimu ambaye ni rafiki yangu mkubwa. Yes. Ninajivunia sababu alinipa mwelekeo na kupitia taa yangu kuwaka. Yes. Kupitia kwa yeye, anaitwa Mwalimu Justus Wabwire. Kuna watu walikuwa wanaandikwa Masaba kwa hiyo kazi ya security. Yes. Nao wakikataa wataki kazi ya watchman. Lakini kwa urafiki wangu na mwalimu, na hiyo shule ilikuwa hata hakuna fence, ilikuwa building moja tu. Yes. That was 2005. So uliingia Masaba 2005. 2005. So katika harakati hizo, mwalimu akasema, Ernest, bwana wewe ni rafiki yangu. Kuna kitu najua wewe ni mchungaji. Lakini kwa sababu kuna kitu mahali lakini nakuhurumia, lakini kitakusaidia mahali. Yes. Huenda pengine wewe ni mchungaji, nitakuwa nimekukosea, lakini kwanza nisamee. Yes. Aliposema hayo na akacheka. Sababu tunafanyanga jokes na yeye, na najua mimi ni mchungaji na ni rafiki yangu. Yes. Akasema, madam, wakati ule principal alikuwa Mrs. Nduvi. Yes. So akasema, madam amenipa hii nafasi. Kuna watu hao wanaandikwa kazi na wanafukuzwa nini, na wanawacha wanatoroka kwa sababu ati kazi ya watchman. Na pengine wewe ni mchungaji, pengine kisema hili mambo ya watchman, utaona pengine nimekukosea, lakini nisamee. Lakini amenituma nimtafute mtu mwenye anaweza kukubali, sababu hii kitu itakusaidia kesho hii. Akasema, mwalimu, utakuwa umenisaidia sana. Yes. Sababu nilikuwa ninakaa kwa rendo. Maisha na magumu pamoja na mama yangu mzazi. Amekuja naishi na yeye. Yes. Mke wangu na watoto tunaishi wote, na lipa rendi ya mama na lipa rendi yangu. So nikaona kwamba mwalimu utanisaidia, sababu nilikuwa natembea tu Kenya Runda kwa baiskeli. So katika harakati hiyo akasema, kama unakubali kuja asubuhi. Nikasema, mwalimu utakuwa umenisaidia sana. Asubuhi nikaenda, nikaingia sababu kwa gate hakuna mtu. Nikaenda, nikasema nataka kuona Mr. Wabwire. Wabwire akapatikana, akapenya, aliniona tu na akacheka na akasema kuja. Aliponiita nikaenda, akanipeleka kwa Mrs. Nduvi, ambaye ni principal by that time. Na mwalimu akamwambia, madam, huyu ndugu ni mchungaji, na vile uliniambia ndio huyu nimekuja na yeye. Akasema, ni mchungaji ataweza hii kazi kweli? Atakubali ama yeye pia ndio ataenda sasa? Sababu wenye wametoroka wanatoroka akiwacha hii kazi. Nikasema, hapana madam, kwa neema ya Mungu nitafanya. Akasema, utafanya? Akasema, nikasema ndio. Akasema, hatuna silaha, hatuna hata kabuti. Wewe mwenyewe kama unakubali kuja na vitu yako ya baridi, kitu yenye tutakupatia ni tochi tu. Bwana sifiwe. Amen. Nikachikaza mahali pale, ndio nikaanza kazi ya Masaba. Na akasema kwamba